watoto wengi. Watoto wengi? Pole. Sawa. Mtoto anakuwa anakwama kwenye njia ya uzazi. Pole. Pole mama Nyau. Leo chuma ya usingizi. Hii ya uchungu. Sasa wengine watakuwa wako hai kweli. Ngumu kutoka. Toka. Sema sio mkali sana. Kini mkuu ule wake wa kuzaa uko tayari. Kwa hiyo nakusaidia. Na mimi hata mama anakuambia watoto wengi bado. Watoto bado wapo. Sasa watakuwa wako hai kweli. Pole. Pole. Kichwa. Alikuwa na kichwa kikubwa. Alafu kama ni mkubwa sana, hao wengine wapo bado. Kumbe alikuwa na kichwa kikubwa yule mtoto. Kijapasuka. Yaani kuna ile watoto wanazaliwa na kichwa kikubwa. Sasa huyu amezaliwa kichwa kikubwa ndio maana kana anashindwa kutoka. Na alivyokuwa bapa hii kichwa. Kichwa paka iko bapa, unaona ilivyo.
Si tusingeweza hivi. Na ndo angekaa sana angekufa. Na hilo kama linyama nyama lililotoka ni nini? Mfuko wa kizazi, placenta. Kwa hapo kanaweza kama amepata nafuu kidogo. Sawa, wengine watakuwa wako hai kweli. Ngoja, sababu nimechoma hiyo sindano ya homoni ya kuongeza uchungu. Inasababisha mnyama ile homoni ya kuzaa izalishwe sana, aweze kusukuma waliobaki. Na watoto 2 3. Sio wengi. Sema huyu unamwona ni mkubwa au ndo wanavyokuwa hivyo? Wanakuwa vidogo na sababu wanatoka mkubwa sana. Ni mkubwa kweli yani. Si tusingeweza, tumehangaika. Sasa wenzake alikuwa akimpiga anakuwa anatoa maji, mpiga anatoa maji. Kwa sijaelewa, ni wakiwa akimpiga akiwa na mimba? Kwa chupa zinapasuka. Amepigwa kwanzia kipindi gani? Yaani akitoka tu nje wanamshambulia. Sasa akipigwa hivyo kwa watoto kweli wanaweza kuwa hai kweli? Na sisi tumekuja kumuona kama ana ujauzito kipindi hichi. Watoto hawezi kuwa hai. Ngoja tuone. Anamkata kitovu mtoto kwa ameshakufa. Anamkata kitovu? Yeye hajui kama kashakufa hapo. Waga anakulaga hicho kimfuko. Na utapaka kizao uweze kuona mfuko wake ule.